Movie inaanza, wife anafungua mlango, ile kufungua tu noma na nusu anamkuta mumewe anapelekewa moto na mwanaume mwenzie. Sasa bidada akashangaa kinoma, ila shosta akaona haina noma, ngoja atulie tu. Noma sana. Bidada akaingia kabatini kama hajawaona vile, akawa yuko bize anafanya mada zake, kafungua kabati, kafanya harakati zake, anatoa vitu vyake, anaika mkoba. Mumewe na huyu mchicha mwiba ambao alikuwa anapelekeana moto, so akaanza hasa kushangaa kwa nini bidada kuchukua reaction yoyote, lakini shosti akawa amepoa kinoma noma. Basi mwamba akawa yupo kitandani na huyu mchicha mwiba wake wakawa wanatetemeka hapa, kwa sababu ni aibu kishenzi, mchizi amevusha mwanaume mwenzie ndani. Yao sana. Okay, sawa. Bidada akawa ametulia hapa, anafanya tu harakati zake, yuko bize na mambo yake, yani so cool, awazi chochote na wala kumwambia mwanaume wake chochote kuhusu ile situation. Ila mwamba akawa na mawazo kinoma, kuhisi kwamba huyu bidada atakuwa na waza nini kichwani kwake. Kwa nini sasa hata kupaniki wala kumpigia kelele? Noma sana. Mchizi akawa anajiuliza maswali mengi sana, lakini bidada akawa ametulia tu, yani alivyofumania akuongea chochote. Baadaye bidada akatoka hapa chumbani. Sasa mchizi akabaki na mchicha mwiba wake, eti mchicha mwiba naye unamwambia bado hujalizika, waendelee ka mchezo. Mwamba akawa amemind kinoma, akawa anamwambia hapa mchicha mwiba kama vipi asepe, maana mambo yashakuwa jau, alafu hii issue mkewe ashaijua. Aibu sana. Unafikiri anamwangaliaje mkewe kwa mfano? Yani kwamba yeye anakata na kukatwa noma na nusu. Oya, mchicha mwiba akawa anang'ang'ania bado aendeleze show, lakini mchizi akasema hapana, inabidi asepe. Mchicha mwiba akabidi atembee hapa. Mwamba akawa na wasiwasi kinoma, namna gani anaweza kumwingia mkewe kumwomba msamaha, kwa sababu ni issue ya aibu kishenzi, yani kwamba unakata na kukatwa noma sana. Chizi akawa anamfuata waifu, anamuomba sana msamaha, kama vipi amsamehe yaishe, alafu ilikuwa tu ni emergency. Huwezi kuamini. Akamwambia endelea tu na mambo yako, si sasa hivi umeacha kuvusha wanawake ndani, unavusha wanaume wenzio, haina noma, endelea tu na harakati zako. Sasa mchizi akawa naishi na wasiwasi kinoma, ajui kwamba mkewe anawaza nini kichwani. Mwamba akawa anamuomba sana msamaha mkewe, lakini waifu amekunja ndita, hataki kabisa hizi story, yani anachukulia nomo kawaida tu. Lakini sio kawaida, unajua yani kumfuma mwanaume wako anapelekewa moto na mtu mwingine, alafu tena wa kiume, noma na nusu. Inahitaji moyo wa chuma ili kuvumilia au kuenda situation. Basi bana, Mwamba akawa anamuomba msamaha waifu kila kukicha, ila waifu achukui action yoyote, ametulia tu kama kawaida, anapika, anampa maji, yani kila kitu anafanya kama kawaida, yani kama hajamfumania. So mchizi akawa na mawazo kinoma kichwani kwake, ajui waifu anafikiria nini. Mchizi leo anampigia magoti waifu, anamuomba kama vipi yaishe, amsamehe, mambo yaishe. Lakini waifu anasema haina noma, umeamua kunizalilisha, we subiri, kaa hivyo hivyo, utajua kitachokuja kukutokea. We mwenyewe si ndio umeamua, yani wanawake wote sasa umewachoka, umeamua sasa kula na wanaume. Sawa, haina noma, haina noma. Wewe tuendelee tu kuishi, kila kitu kichukulie poa. Mimi sitakufanya chochote, sitakudiscuss chochote. Kumbuka humu ndani mimi ndo nakulisha, nafanya kazi ili ule, lakini wewe uliziki unafanya harakati zako. Noma sana. Hebu niambie, wenge kutokea situation kama hii, unamfuma mpenzi wako au mumeo anapelekewa moto au anampelekea moto mwanaume mwenzie, ingekuwaje kwa upande wako? Lakini upande wa bidada, yeye alichukulia very easy, akasema haina noma, ngoja tu nifanye harakati zangu. Sasa Mwamba akawa anaishi na wasiwasi kinoma humu ndani, kwa sababu yeye anajua tayari kashakosea. Unajua hakuna kitu cha hatari kama umemkosea mtu alafu yeye huyo mtu afanye action yoyote, yani yeye anachukulia tu kawaida fresh, yani unafanya mada zako fresh, yani hakugusi wala hakuulizi chochote. Inafikirisha kinoma. Mchizi akawa muda wote anamuomba msamaha mkewe, yani aongee hata neno moja kusema basi kamsamehe, au kama vipi hata alie tu, au kama vipi hata apige kelele, ili mradi tu mchizi ajue kama amemsamehe. Lakini bidada akamwambia haina noma, niko poa tu, haina noma. Mwamba akawa anaishi kwa wasiwasi kinoma mundani, alafu ni issue ya aibu kinoma. Akafikiria hivi, kwa mfano familia yake akijua kwamba mchizi waga anakata na kukatwa, yani yeye sigara kali anakula na kuliwa, itakuwaje kwa upande wake? Mwamba akawa anaishi maisha magumu kinoma mundani na mkewe. So anajaribu kumwomba msamaha mkewe, lakini mkewe ndo hivyo, atoe jibu lolote. Yuko so cool, ametulia tu, wala hamjibu chochote, kumwambia basi nimekusamehe, kumwambia it's okay, ameisha, kumwambia labda basi hata angelia tu au angempiga
angempiga au basi hata angerudi kwao, ili mradi kuonesha kama amekasirika, lakini bidada akawa aoneshi chochote. So mchizi anapewa maji leo na waifu, yani hata ile kunywa anaogopa, anahisi labda ataekewa kitu kibaya alafu itakuwa jau. Mwamba akawa anaishi maisha magumu kinoma humu ndani, akawa anampigia waifu magoti amuombe msamaha, amsamehe, yaishe, yapite tu, kama vipi asahau yaliyopita, wagange yajayo. Waifu akamwambia haina noma, wewe endelea tu na mada zako, lakini waifu hakusema chochote kuhusu msamaha. Mwamba akapiga mahesabu marefu kinoma. Kwanza hii ni aibu, jamii ikijua kwamba anakatwa na kukata inakuwa jao kinoma noma, alafu plus mkewe ajua ana dhamira gani kichwani. Kwa nini sasa mjibu? Anataka kufanya nini? Uwezi jua, labda anataka kuambia hadi wazazi wake. Mwamba akaona jao kinoma. Baada muda mrefu sana kumwomba msamaha waifu asemi chochote wala aoneshi dalili ya kumsamehe, yuko bize tu na mambo yake. Wanalala mzungu wa nne akimwambia hiki, waifu haelewi. Mchizi akachukua sumu akaamua kujipunguza. Shosti leo yupo kitandani anaongea mwenyewe huku akiamini kwamba mewe yupo upande wa pili anamsikiliza. Anajaribu kumwambia kwamba yani umefanya vitu vingi sana, vitu vingi mno, umevusha wanawake wa kila aina, umechoka, sasa hivi umeamua kuvusha wanaume. Aibu kiasi gani? Sasa wakati anaongea hayo anashindwa kujua kwamba mmewe kitambo alishakunywa sumu, ameamua kujipunguza kwenye ulimwengu. Oya, bidada anastuka, anamgusa Mwamba, anakuta Mwamba mikono imelegea, noma sana. Sasa shosti akaanza kuangalia, oya, Mwamba kumbe ameshafariki kitambo. Mwamba aliamua kujiua kwa sababu aliona ni aibu kinoma. Alafu sasa mkewe ajibu chochote kama amemsamehe au hakumsamehe. Mkewe akawepo kimya tu. Mwisho wa siku bidada naye akaanza kulia hapa. Akaona kweli kumbe amefanya kosa kubwa sana. Ni kweli mchizi alikosea kinoma, alivusha mtu mchicha mwiba akawa anampelekea moto, lakini mwisho wa siku mchizi akawa ameomba msamaha kinoma kwamba amsamehe, lakini bidada hakurespondi kitu chochote. Mwisho wa siku Mwamba akaamua kujitoa uhai. Alafu bidada ukiangalia alikuwa kumbe alishaanza kumsamehe mumewe, kumbe yeye ndio amefanya makosa bana. Kama angemsamehe mapema haya yote singetokea. Mchizi angejua tu freshi amekosea, lakini maisha yanaendelea. Mwamba alijiua kuepusha aibu na kujua kwamba mkewe alikuwa na dhamira gani kichwani mwake. Mwishowe mchizi akaamua kujipunguza. Bibi akawa analia kinoma noma. Hebu dondosha comment hapo chini, niambie ikikutokea wewe situation kwamba mwanaume unampenda kinoma, alafu unakuta kumbe mwanaume wako ni mchicha mwiba au mumeo mchicha mwiba. Hivi kwa upande wako hii ungeichukuliaje? Noma sana. Shosti alichukulia kawaida, lakini alikuwa ameweka kisasi moyoni. Alikuwa anataka kulipa kisasi kimya kimya, ampe maumivu ya ndani kwa ndani. Lakini Mwamba yeye akaamua tu kujipunguza, ili mradi kupunguza yote hayo. Noma sana. Mimi naitwa Shabi, tukutane kwenye tambara lijao. Usisahau ku like, kushare, kusubscribe. Dondosha comment hapo chini niambie unaangalia chupa kwa unatokea nchi gani, utakuwa umetisha kinoma noma. So welcome to my humble abode. Because of my maid. Okay, now she's your maid, right? Now she's your maid, Louis. You still have the mind. You still have the guts to lie to me. She lies to me. You're still listening to me. Okay? Say don't even